Katika jina. Sikia sauti zao. Ni muhimu kuelewa Mungu unayemwendea kwa ajili ya baraka, kwa ajili ya uponyaji. Unakuja kanisani, mjue Mungu unayemwendea. Fahamu Yesu, mjue Mungu unayemwendea. Tuende Kutoka 3. Kutoka 3. Kutoka. Nisome 3. Mstari wa 13. Mstari wa 13. Musa akamwambia Mungu, wana wa Israeli na kuwaambia, Mungu wa baba zenu amenituma kwenu. Nao wakaniuliza, jina lake nani? Niwaambie nini? Wana wa Israeli wanatakiwa kukombolewa, wanatakiwa watolewe utumwani, lakini hawawezi kutoka kama hawajui anayetaka kuwatoa utumwani. Musa akamwambia Mungu, tazama, nitakapofika kwa wana wa Israeli na kuambia, Mungu wa baba zenu amenituma kwenu. Nao wakaniuliza, jina lake nani? Niwaambie nini? Angalia Mungu anapojibu. Mungu akamwambia Musa, Mungu mara zote anapenda kujitambulisha. Akitaka kutoa sehemu anapenda kujitambulisha mtu. Akasema, mimi niko ambaye niko. Sema, mimi niko ambaye niko. Mimi niko ambaye niko. Tena Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli maneno haya, Bwana Mungu wa baba zenu. Sema, Mungu wa baba zenu. Mungu wa baba zenu. Mungu wa Ibrahim. Mungu wa Ibrahim. Mungu wa Isaka. Mungu wa Isaka. Mungu wa Yakobo. Mungu wa Yakobo. Amenituma kwenu. Amenituma kwenu. Hili ndilo jina langu hata milele, nalo ni kumbukumbu langu vizazi hata vizazi. Ndio maana kuna watu wanapata shida. Ukisema Mungu wa fulani, haimaanishi fulani anakammungu kake ndani. No. Yule Mungu anajifunuaga kwa fulani. Maanake unaitaka address. Kuna Mungu anajifunuaga kwa vile. Unaposema Mungu wa fulani, maanake unachosema sio kwamba yule ana Mungu, wala mtukuzi mtu. Mungu kwako hajawahi kujifunua kwa namna yoyote. Hajawahi kujifunua kwa uponyaji. Si dhambi kusema Mungu wa Pastor Daniel.